Huwezi kuniita mimi wewe wakati mimi na jina langu. Na jina langu, na jina langu lijui. Mke wangu. Huo ni ujinga. Umeelewa? Ukisikia mtu anakuwa mjinga ndio huo. Ngoja. Ulichokuwa unataka kuzungumza nini? Mpaka wa shamba. Imekuwaje? Mpaka ulikuwa zamani si uliweka wewe kule. Nikanyamaza tu, ukaja ukasogeza hapa nikanyamaza. Sasa naona hata utaniingilia mpaka kule kabisa. Naona? Angalia sana. Kwa hiyo mpaka uko wapi? Mpaka uko hapa. Kwa kanjia kadogo kabisa unapita. Umeona mpaka unatanuka tu hapa. Mwisho utaingia mpaka huku. Hivi miaka yote tunalima hapa mashamba. Mpaka ni huo. Leo wewe unadai kwamba huu mpaka huu eti ni wa kwako, eti mimi nimezidisha huko. Hivyo una akili kichwani wewe? Mpaka halisi ulikuwa hapa. Unaona? Huu mpaka halisi hapa. Lakini hapana, kuanzia sasa mzee. Mbona anakuja? Mambo. Naona zili kutunisha. Hata mimi dada. Unaona mti ule mti wa kwangu ule alipanda baba yangu nakwambia. Mwaka na 42. Mwaka 42 anapanda ule mti, wewe hapo hujazaliwa. Ulijua kama babako apanda? Nini? Ulizaliwa wewe? Kwani mimi mtoto mdogo? Pumbavu. Nitakuvuruga wewe, usilete upumbavu. Mwaka 42 ulikuwa hujasogea kwenye zipu ya babako bwana wewe. Usibangaza mchezo wewe. Sikiza, unajua mwanangu, siku zote dalili za mtu kufa huwa anakuwa na vituko. Sasa huyu bwana huyu siku zake za kufa zimekaribia. Na mimi nadhani katika 40 zimeshabaki 14. Sasa wewe kasali kabisa. Nani? Unaondoka. Labda sio mimi. Nani? Wewe ni Mungu. Baba. Baba achana naye. Unajua wazee wengine wanatafuta matatizo tu mengine. Useme wewe. Masuala ya mpaka yanaeleweka. Wewe kila siku ukija nikeleza mpaka, kila siku ukija nikeleza mpaka. Haya matatizo yataisha lini? Na sisi tunataka tu. Nyamaza kimba wewe, unazungumza kitu gani? Unajua mwanangu, labda nikwambie kitu kimoja. Huyu mzee huyu hana akili. Yaani akilala kiota basi. Unajua kuna kitu kimoja, hata kipofu huwa anaota. Lakini anaota audio, haoti video. Umenelewa? Sasa ndio huyu. Na kiziwi naye huwa anaota. Lakini anaota video isiyokuwa na sauti. Ndio huyu. Wewe unalala tu naamka mpaka uko hapa. Unaona unaamka, yaani ukiota tu mpaka uko hapa. Una wazimu wewe. Mpaka mti ule pale. Sasa mimi nakwambia nitakuchanga mapanga wewe. Uwezi kabisa wewe. Kama ukifanya mapanga unanijua? Kwa nini unakuwa mkofu? Unanijua lakini nitakuchanga mapanga wewe. Mwage babako anaondoka. Nani? Baba sio mimi. Kama si mimi utanitambua wewe nani? Ngoja niende huko basi. Utakuja nitambua. Yaani huyu ni mwenda wazimu. Haya. Umeona? Yaani hii ni mijitu ambayo inajaza dunia, watu wanaonekana wengi, kumbe mijitu mingine haina faida. Mimi ningekuwa kiongozi jitu kama hili, mimi nalichukua zima na kuitupa kwenye bwawa la mamba, liliwe na mamba vile vyakula vya mamba. Mijitu kama hii haina faida kwa duniani bwana hapa. Ana busara kwanza. Sasa mimi nasema hivi, leo yule shetani wangu yule ambaye yani yule mwenye roho mbaya, yani leo hajanivaa. Lakini angekuja hapa kanivaa ningemchanga huyu kama mtu anavyoweza kumchanga kuku akishampunywa manyoya. Yani kuanzia kichwa, shingo, mgongo, bungu, gungunyo,
paja, ugoko, vidole mpaka kucha. Achana naye. Tafuta kesi ya bure. Huyu mzee nimeshamwona ni mpuzi. Tutakuja upata kesi ya bure. Hanijui mimi huyu bwana wewe. Achana naye. Mimi na roho mbaya bwana ibo. Achana naye. Hizi ni kesi zingine. Kisha niharibia siku, chukua jembe tuondoke. Eti mpaka miaka vipi huyu? Mshezi nini huyu? Achana naye baba. Utapandisha pressure ya bure kwa sababu ya mpuzi mmoja tu. Twende bwana. Na mimi nachokuambia iko siku utakuja takatakata mihindi yake yote. Jamani. Na unajua bila nikoja? Ni tena. Kwa sababu nimekuja na basha. Naona menawili tena kweli. Yaani nakwambia si unajua tena? Kule ni kula tu. Wewe kwa kulia njaa tu. Haya bwana. Uzuri bosako ishaingia kila kitu kitakaa level. Naaminia hiyo. Acha kwanza ni kwa sababu nilikuwa nimekumisini wote. Bwana naye hayaishi maneno. Shazoea huyu. Vipi za siku? Si nzuri tu baba. Nashukuru. Za masomo. Nzuri tu nimemaliza vizuri. Ndio. Tumekumisi. Hata mimi niwamisi sana wazazi wangu. Na nafurahi kwa sababu nimekuta mko wazima, mna afya tele. Jamani, hapa ndo kwako. Ile shida wake kimcheki shostita. Lakini kila siku alikuwa analia. Anakuja nikwambia atakuja. Alikuwa anajua kama na loya huko. Mmoja mtoto asome. Sasa sikiliza tu. Ndio baba. Hatujakaa sana lakini tutaongea zaidi ndani. Lakini kwa sababu nilikuwa nakusubiri kwa hamu. Ndio baba. Lazima niseme. Mimi ndo niko hapa. Sasa ile kampuni yetu bwana. Imekufa. We, kampuni ife tena mwanangu. Baba. Yaani hapo nilikuwa nimeshaanza kupandisha pressure. Thubutu. Labda tuko mimi na mama yako. Tumeisimamia kikamilifu. Fali mwanangu. Ningeshangaa. Tumepigana na baba. Tumesimama. Mwana harakati. Ili watoto mje mpate mwana wake live. Na nyinyi msimamie miradi. Wewe sasa. Ndio baba. Wewe mkurugenzi msaidizi. Baba. Unanipa majukumu makubwa sana. Kampuni ya kwenu hiyo, ya kwako. Baba, ndo nimetoka tu juu, yani hata sijakaa nikapumzika, basi angalau hata nikajipanga na mimi angalau na hebu sema. Kweli. Umpumzie mzigo baba yako. Na mimi naendelea kukua sasa. Nipumzike basi angalau hata nikikaa ndani, yani kama hata miezi miwili tu na mimi relax kidogo kwanza jamani. Utapumzikia kwenye fedha hapo hapo. Pumzika tu mwanangu. Basi sina pingamizi kwa hiyo basi. Kitu ambacho nimekisomea. Nashukuru sana. Haya, kakali mama hapo tu na kesho mwanangu. Haina shida, mimi sina kazini. Haina shida. Haina shida mama. Azile baba. Ndio tuongelea. Kama unajesi vile, yani Mume wangu, kuna nini? Alikuwa anapika lakini Sina na nataka kisamu. Sisi tumetoka shamba tumeshachoka na njaa. Unaona leo tunarudi shamba ndio tuna chochote mkononi. Kwa nini? Yule mzee wa shamba la pili yule ametuudhi. Mzee Kawelewele. Mzee Kawelewele? Kawelewele. Imekuwaje? Tumefika pale mke wangu sisi wakati tunafanya kazi, huyu anaokota yale manani yale ambayo tumetoa mahindi. Mimi naangalia yale mahindi yaliyoliwa na nini? Na wale wadudu, ndege. Kaja wewe. Mimi nikamuiza Elias, namuita nani akasema nakuita wewe. Amesahau jina lako? Tumegombana sana basi hiyo kitu. Unaona? Sasa anachodai yeye kwamba ule mpaka wa njia sio mpaka hata ule mfereji sio mpaka yalipoanzia mahindi yetu, mpaka ule mti. Lakini mume wangu, kugombana na yule mzee unajua ni hatari. Mzee yule anatambulikana kijiji chote hiki, ni mchawi. Ngokoro yote ameua wazee wa kike, ameua wa bibi. Bwana, yeye kama ni mchawi, mimi nimeshalogwa toka katika tumbo la mamangu, siogopi. Sasa mimi mke wangu nishaamua kesho. Ninakwenda asubuhi na fyeka mahindi yake yote. Kama ikiwezekana twende huko kwenye serikali. Sivyo mume wangu. Hizo pesa za kuzunguka polisi, mahakamani, sijui wapi, mnazo. Kwa nini unachokitaka nini hasa? Mimi mume wangu nilikuwa nasema hivi, kunyamaza ni majibu. Mkinyamaza mmejibu pia. Hata siku zote kunyamaza ni ujinga bwana. Mnaonekana wajinga wawili. Siwezi mimi kutaka kutawaliwa na mtu bwana wewe. Unazungumza mno. Unapunguza na maneno. Sikiliza mke wangu. Ni heri umuogope yule awezaye kuua roho na mwili kuliko kumwogopa yule awezaye kuua mwili lakini roho asiwezi. Lakini mume wangu, mimi najua wewe ni kichwa, mimi ni sikio. Nisikilize mume wangu. Unakubali kushauriwa pia mume wangu. Kwa hiyo ulikuwa unasemaje? Mimi nilikuwa nasema hivi mume wangu. Ushauri wako? Ushauri wangu hivi mume wangu. Unatakaje?
Acheni tu kubishana na yule. Nyinyi mkienda kule mfanye tu kazi zile za kwetu za shambani. Kimya kimya, msimjibu neno. Yule mzee ni mbaya sana. Mama amefika hapa Ngokoro ameua watu sana. Si wazee, si vijana, si watoto. Sawa mke wangu. Mimi ninachofurahia kwamba ushauri wako ni mzuri. Yaani masuala mengine ya ujinga, umeelewa? Sitaki ujinga kama huo. Na siku nyingine kama unarudia kama baba basi. Nisamehe mume wangu, nisamehe mume wangu. Nisamehe mume wangu. Lakini swala lako kusema tumwache. Za mzee kawelewele zitakurudia wewe. Nisamehe mume wangu. Nisamehe. Haya yameshaisha. Unajifanya unajua kuongea sana wewe. Mume wangu utaninunulia ugonjwa. Mama achia basi nipanga. Jamani mume wangu. Lakini mimi nataka kukwambia kitu kimoja mama. Lakini mama, sitaki mimi nione unaongea kitu afu unanipinga. Wewe kama nani? Mimi ni mume wako. Cha Mungu wako. Ile ni mali. Nimeamua. Nini tena hii? Mungu wii! Oh, tumbo. Hii tumbo baba. Mwiba mguni. Hongera sana mkurugenzi kwa hilo. Bila shaka Queen Tungu alikuwa Marekani, amesomea kazi hii. Sasa nimeona sio mbaya akaja akasimamia shughuli zangu. Umri na mimi umekwenda sasa. Mimi nitakuwa tunasaidiana kwa kazi zingine mbalimbali. Najua nilimpeleka Marekani kwa ajili ya masomo ya PhD yake ya ugavi. Kwa hiyo nimeona ni bora nikamweka hapa akaja kunisaidia.
kuna yoyote mwenye swali au ushauri ili tuweze kusaidiana pamoja katika kuongoza kampuni hii? Mke wangu nisikii. Mke wangu. Mama Eliasi. Mume wangu. Mama Eliasi. Nini baba? Nakufa. Nini kimetokea mume wangu? Kimetokea nini mume wangu? Nini mume wangu? Kimekuaje mume wangu? Hebu tandika hapo tukae kwenye hewa baba yako. Mume wangu. Nini sasa mume wangu? Nini baba? Nini? Umekutana na nini mume wangu? Nini? Twende basi. Jikaze mume wangu. Twende kwa Jitahidi. Nimefika tu kwenye mpaka shamba haya. Nini tena? Tumbo kama vile kachonga. Nikafanya ngoja. Mama tunyanyue sasa. Jikaze basi mume wangu. Jikaze basi. Jikaze mume wangu. Sasa ngoja baba tukuweke. Mume wangu jikaze mume wangu. Ngoja. Jikaze baba. Mume wangu nini? Usiniache mume wangu. Mume wangu nini? Mume wangu. Ngoja baba. Baba Eliasi. Mama. Suruali yake mama nini? Mama. Baba. Eliasi. Kama umekuaje? Baba. Baba. Mama na. Ndio. Mkurugenzi, ni kwa nini umeweza kumleta Queen hapa wakati hii ofisi ina wafanyakazi wazoefu na hii kazi? Kitu cha kampuni sio kuangalia uzoefu. Kama nimetangulia kusema kwamba alikwenda kuchukua PhD yake ya ugani. Wengi wetu hapa tuna uzoefu kwa kweli, lakini ile elimu ambayo nilikuwa nahitaji nadhani Queen amequalify. Sasa nikisema kwamba niweke tu mtu mwingine, mimi naomba tu vijana wangu bado wadogo sana kasome tu, utapata nafasi kama hiyo. Mimi nikiwa kama mhasibu wako, natumai swala hili nimelipokea vizuri kwa heshima na taratibu. Cha msingi kuweza kuiongoza kampuni iweze kufikia kule tunakokuhitaji. Nafikiri yangu ni hayo tu. Mambo poa. Mzazi wako nzuri, unanifahamu sana. Wewe si mtoto wa Matenga? Sio kama Matenga, ndio mimi mtoto wa Matenga. Salawi sasa, mimi unikumbuki? Nyumbani Salawi rafiki yangu. Mimi Salawi nimekaa. Sasa najiuliza kwamba hiyo Salawi kubwa. Mimi mtoto wa Mama Asha Eli. Mama Asha yule mgonjwa? Ndio Eli. Mimi ndio Eli. Bwana. Mkurugenzi, tulikuwa tumezoea kampuni hii ikiendeshwa na mwanaume. Je, una uhakika utakapomleta wewe mwanamke kampuni itaendeshwa vilivyo? Mimi nilikuwa na wazo au ushauri. Ndio Queen amesoma na mambo ya biashara haya hayamsumbui sana. Ila nilikuwa naomba kitu kimoja, kwamba kabla hujaanzisha hili jukumu, nilikuwa naomba umchallenge kwanza. Unajua kutoka Marekani ile practical kidogo kule unafanya mazoezi. Katoka Marekani kaenda Canada. Unaona kafanya kule. Wale wenzetu hawakai. Unajua wenzetu wetu sisi hapa tunasoma darasani peke yake. Hatuna practical. Lakini wenzetu wanasoma darasani, wanafanya na practical. Kwa hiyo mtu anapokuja huko ameiva kila kitu. Si hivyo tu. Hii ni kampuni ambayo inajulikana sehemu nyingi sana. Hapa nchini mpaka nje ya nchi. Na isitoshe, upande wangu mimi nimefurahi sana watuletea mkurugenzi mtendaji mpya. Nimefurahi, naunga mkono hoja yako. Nimefurahi.
ila siku zote ufanisi wa kazi uletwa na heshima, na siku zote mkitaka mkae vizuri sehemu aina yote ile, mpendane, mheshimiane, msivunjane heshima, haijalishi jinsia, haijalishi umri. Nachoomba hilo lifanyie kazi, ni kwamba heshima, tuheshimiane. Nashukuru sana kwa mawazo yetu yote ambayo tunayatoa huko. Naona muda wetu unakwenda, tuje tujaribu kuwajibika kidogo. Basi ndugu zangu, nawashukuru sana kwa kikao kifupi. Pamoja naomba tuladhi kidogo, hali yangu sio nzuri, lakini tumemaliza salama. Sasa kabla sijamaliza sana, labda meneja wetu ana maneno mawili matatu ambayo anaweza akamaliza, basi akaongea na sisi. Meneja, karibu. Nashukuru sana mkurugenzi wangu. Bwana, kwa siku ya leo kwanza nachotaka kusema tushukuru kwa yale yaliyojitokeza mbele yetu na kwa haya aliyonena. Mimi ninachowaombeni katika swala zima la kazi, kuwepo na ile nidhamu, kuwepo na ile heshima, namna ya kuheshimiana, ili kusudi sasa huyu mzee tumlindie heshima katika kampuni yake, na sisi itatusaidia hata siku zingine tukitoka nje ya hii kampuni tutakuwa na sifa tofauti tofauti. Utaacha kazi leo hapo, utaajiriwa sehemu nyingine. Na kwa wale wenye roho ndogo, please, na watakeni lazi. Kwa kumalizia haya machache, naombeni nidhamu iwe mbele tu, tutafika tunakoelekea. Sawa ndugu zangu? Unajua fly kizidi na kwenye inakuwa kiasi. Okay. Ngoja basi nikushauri tu. Sababu haujaumia lakini. Sijaumia kwa nimeinama hapa naumia, hapo naumia kwa hiyo. Na nichukua nani? Ndio kaka, hapa mjini unaishi wapi kaka? Sina pa kuishi ndugu yangu. Ndio kwanza naingia mjini. Kaka basi usikonde, au sio? Twende tugeze tukaongelee. Alafu hata kile utaishi, utakula, utafanyaje? Sawa. Kama nilivyokueleza, mimi ni raia kutoka Libya. Naitwa Yasir Samir. Si unaweza ukapitia mikataba yangu labda, hii ndio ofisi yetu. Nadhani sio mara ya kwanza kuingia katika ofisi hii, ila ni mara ya kwanza kuonana na mimi. Karibu sana. Asante. Na mwisho kufanya kazi na mzee hapo, naona kuna mabadiliko kidogo. Of course. Ndio tunakuwa tunaenda kulingana na utangazaji jinsi unapokuwa unaenda, kwa sababu kilichopo leo sio kwamba na kesho kiwepo na kesho kutwa, wiki, mwezi ujao. Inabidi leo iwe tofauti na kesho. Kwa hiyo naomba tu ujisikie amani, sio kama kwa sababu ulizoea kufanya kazi na mzee basi kwa sababu wewe umenikuta mimi. Dadi. Modi vipi? Safi, karibu. Asante. Habari za hapa? Salama, shwari. Barabu jana? Karibu. Mama yako? Yupo ndani. Mbona mnamwacha peke yake huyu? Nifia wanacheza kwa nje. Nifia wanacheza. Mbona angalia magari? Mimi mmoja yuko ndani sasa tuko. Hebu kutoka nje. Usichezea barabarani. Sikia? Angalia magari. Ndio dada. Hebu nitie mama yako kwa moja. Mama. Umekula leo? Karibu mama. Asante. Na yeye kaka ndani muda mrefu. Mnamwacha na huyu bwana. Ngoja bwana achukue nani? Asija. Habari za muda. Hebu chukue kwanza moja. Wapi? Mama hata mzee. Bwana raha tupu saizi. Sasa nadhani mambo yetu yatakuwa mazuri. Yanaenda vizuri sasa. Kabisa. Sawa. Hebu niwekee kule koti langu. Ndio. Nilikwambia mume wangu. Hamna kitakachoharibika. Okay. Mkataba wako nimeupitia na nimevutiwa nao. Nadhani unaelewa kwamba sisi kampuni yetu inajishughulisha na vipuri. Tunachukua vipuri Ujerumani, Denmark, Norway, tunapeleka hapa kwa ajili ya kusambazia wateja wetu. Kama utojari, kwa sababu sio mara ya kwanza wewe
kufanya biashara na kampuni yetu. Kwa hiyo ni vizuri ungeniachia mkataba nikajaribu kupitia ndani ya siku 3. Then nitakupigia simu, utakuja hapo ofisini tufanye kazi. Kama hautojali. Okay, tafurahi sana. Okay. Karibu sana. Karibu. Jefrida, naomba uje ofisini mara moja. Mtoto mpeleke shule. Mimi ndio watoto wa kike. Sasa hivi hata elimu anakuzidi hiyo. Bwana acha. Yaani naamini 100%. Wewe hamwezi amini. Kila kitu kinakwenda safi. Kampuni yetu sasa inakwenda vizuri. Nilikuwa naangalia na pressure kila saa tufanye hivi, nasikia mbona nakwenda pu. Sasa hivi nilikwambia baba Queen, ulikuwa unadharau sana watoto wa kike. Sio kama ulikuwa unadharau. Sasa hivi mtoto anakuzidi mpaka elimu. Hapo ni kweli umesema. Kwa kweli Queen anafanya vizuri. Ile kampuni yetu sasa inakwenda vizuri. Eti maendeleo? Maendeleo safi kabisa. Kazi kama kawaida. Kabisa. Yaani sasa hivi mimi kwa kweli Queen katuinua. Sasa hivi naona mume wangu utapumzika. Pressure tena hamna. Mapigo ya moyo yalikuwa yanakwenda. Sasa hivi utakuwa burudani. Naona Mungu anatusaidia. Mimi naomba tu mtoto tumwangalie zaidi. Mr. Yasir Samiri. You're welcome. Okay, thanks. Ndio, Jefrida, nilikuwa naomba kuna mkataba huko humu walioleta hawa kampuni jeni nimekuja majuzi sikuwepo. Naomba unitafutie, natoka mara moja hapo nje na Mr. Yasir. Kwa hiyo nitakaporudi nikute iko tayari ili nipitie niweze kukuclear. Okay, basi kuna mkataba mwingine wako nataka utie saini sababu natakiwa siku ya Alhamisi. Unahitajika haraka sana? Hapana, sio haraka sana, ni Alhamisi. Okay, basi nilikuwa naomba nitoke, nitakaporudi nitazifanya kazi zote kwa wakati mmoja. Haina shida. Nashukuru kwa kunielewa. Ni maarufu. Yaani mimi nakwambia ndio watu wanafahamu Matenga wote supply ndio mimi. Umeona? Yaani kitaa chote kale kwa kwambia. Hebu unapita huko mtaa wa Maariba. Ukienda huko mtaa ndio yuko Mama Kasimu. Wote unajua ni majina. Wewe situlia. Ndio japo kuna mteja. Mama Jefo. Limebaki dumu moja tu. Hilo hilo. Hebu toa. Sasa wewe. Yaani Shinyanga jua. Wewe ni mimi. Shinyanga jua. Sasa wai mvua ngozi jua vivu. Ndio tukimbizana na mvua. Mama Jefo. Una chochote? Baadaye. Sasa hamna chakula huko ndani. Yaani niko pepo tumboni. Yaani na njaa kweli. Au nitakuja tunile baadaye. Una mimi na mwaka? Njaa, tunajua kuna wiki ya sosi kidogo. Tupite tule basi. Tule wapi mwanangu? Hapo tunakushindana hela. Tutakula usiku. Hapa ndio kwa nini? Nikula usiku. Zame nani ukokota? Mimi nimekuja na maji. Kokota wewe. Haina noma. Kwa hiyo umesema baadaye hela? Okay kaka, faster. Nikwambia mvua ingoje wa vivu. Tutachelewa msimu. Sasa tunaanzia Bombani, tunaona imeisha. Unasikia mzee? Mzee Elias. Hapa town mimi ndio ili kazi naniweka mjini. Unaona eh? Huyu mama huwa ana matatizo. Mara nyingi huwa anamiminia maji ya nini? Kwa oda. Yeye analipa mwisho wa wiki.
Hata siku nikiwa sipo unafika tu na mimi na huko, sio? Kumbe. Basi sawa. Wewe usifikiri mtu anaishi mjini tu kama mpaka usome sio nini? Hakuna. Hivi tu. Unajua mimi nilikuwa nafikiri mjini bwana wanaishi wao wasomi wanaishi mjini. Sasa nikwambie kuna wasomi ambao mimi nawazidi. Usiniambie. Mimi nakwambia kuna watu ambao wamesoma afu wanalipwa 300,000. Sawa? Kwa mwezi. Ni sawa na shilingi ngapi unajua kwa siku? 10,000. Mimi kwa siku hapa napiga nani? 20. Sasa ukinijumlisha kwa mwezi 600,000. Ananikata wapi? Mteja! Mteja! Mimi nikiwa somi tu ndio naishi. Mteja! Mama. Uko bela? Tumekaa tu. Eti? Tumaliza. Sisi tumeshamaliza. Oh, leo unalipa? Kabisa. Haya, asante. Sasa nakufunika. Sasa mama, ni kwamba huyu ni mtu wangu, ni mgeni wangu. Sasa hata siku akileta maji, usije ukashangaa kwa sababu ni wa kwangu, sawa? Naweza nikamtuma tu mimi. Sisi ndio ma water supply. Ila naye hivi karibuni nitafuta toroli. Na yeye analeta maji safi. Yes, kama haya. Twende na ili kuja kupata toroli. Chemka, ona bwana mimi na hizi mgonjwa ndio unachemka. Wewe ni kuwahi wateja. Wewe unakuwa Cheke. Nakwambia ni maisha mjini ukiyapatia. Wewe mwanangu. Umeshaona? Yaani itajua usiogope chochote. Umeshaona? Yaani itakuwa wewe unakuwa. Unajua maisha. Yaani ni kwamba maisha ukishayapatia mjini. Sukuma na wewe. Unajua mimi nimekuja na sukuma wakati hapo kuna maji. Kwa nini usinisaidie mwenyewe? Nilikuwa nimepitiwa. Unajua anakufundisha kazi. Umeka na dumu. Nilikuwa nimesahau kama wewe ndio unakuja. Kuna kisukuma alitoa na mali. Kwa hiyo kwa gani kwamba katika mfumo huu wa maisha. Utaumia sasa. Unajua unaongea